Dudu Baya ameweka wazi kwamba hawezi kuwa na wanawake mapoyoyo kama alioweza kuzaa naye. Tukumbuke kwamba kulikuwa na uhusiano unaendelea kati ya Dudu Baya pamoja na wasichana. So Dudu Baya baada ya kutoka India anakuambia kwamba hawezi tena kuendelea na wasichana kwa sababu kitu kilichomkera zaidi ni mwezi wa Ramadhani kuomba iftari, kwamba anataka apate mchango wa iftari. Alikuwa yeye Dudu Baya alikuwa anaacha pesa ya kutosha na pia alikuwa ananunua mahitaji mengi sana. So akasema kwamba huyu sio future yake wife, kwa maana hatomfaa kabisa kwenye harakati zake ambazo anataka kuzianzisha. Je, ni kipi ambacho Dudu Baya ameweza kufunguka? Nikwambie karibu sana. Kama ni mara ya kwanza kutazama channel yetu, basi bonyeza neno subscribe chini ya video hii ili mradi wa kwanza kupata update na taarifa nyingi zaidi zinazoendelea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Subscribe YouTube channel yetu Abdul Khan TV. Karibu. Sasa kile ambacho kinaendelea mara baada ya Dudu Baya kutoka India na kutoa Dar es Salaam, kitu ambacho kimemkera zaidi, anaeleza kwenye exclusive interview. Anasema kwamba kile ambacho kimeweza kufanywa na mpenzi wake, sasa walikuwa wapo kwenye mahusiano by the way, lakini walikuwa bado hawajawa mke na mume. Dudu Baya anasema kwamba wale wake zake wote ambao alishafunga nao ndoa na kuzaa nao wote walikuwa ni mapoyoyo by the way, kwa kuwa watoto pamoja na wanawake wenyewe hawana future ya ku make money, kwa maana hawana hata muendelezo wa kutengeneza pesa. Ile akili ya kutengeneza pesa hawana kabisa. Kilichomkera zaidi hadi kuivunja uhusiano na wastara ni kutokana na ile kauli yake ya kuomba msaada, kwa maana anahitaji iftari ya mwezi wa Ramadhani. By the way, jamaa muda huu alikuwa India, alafu anaona taarifa mpenzi wake ambaye mtu anatamani kuja kuwa mke wake siku za hivi karibuni anaomba msaada, alafu anakumbuka muda huo alikuwa anaacha pesa matumizi. So akawa anajiuliza, huo msaada anaomba ili uweje? Kwa nini asiombe msaada kwenye engo nyingine akaomba msaada kwenye iftari? So Dudu Baya alitolea mfano mmoja kuhusiana na ni pakti ya tambi, ambayo alisema kwamba pakti ya tambi ni 2,000 tu. So inakuwaje yeye anaomba msaada kwa watu wengi zaidi? Kwa maana mtu mmoja na mwenye pesa, kutokana na kile anachoumwa wastara sasa hivi, anaweza kutumia pesa nyingi zaidi. Akaona kabisa huyu hana ile akili ya ku make money, kwa maana hata akitengeneza miradi yake Dar es Salaam itakuwa ni ngumu sana kwa mwanamke ambaye yupo naye kwa sasa kuweza kusaidia ama kusupport kuweza kuendeleza hizo business. So Dudu Baya akasema kwamba yupo da kwa ajili ya kitu kimoja tu, kumtafuta mwanamke ambaye anaonekana kabisa na akili ya kutafuta fedha, na hata kama Dudu Baya akifungua business, biashara yoyote ile pale Dar es Salaam, basi huyo mwanamke atakuwa na uwezo wa kuiendesha ile biashara bila kuwa na changamoto yoyote. Lakini kwa sasa hivi yeye penzi lake na wastara linaishia hapa, kwa kuwa tayari ameshatoka India, amesharejea Bongo. So anakuambia atatafuta mtu mwingine ambaye ni sahihi kwake. Lakini amezungumzia na kusema kwamba yeye ana pesa, ana connection ya pesa, japo kwa sasa pesa bado hazipo, lakini ana connection ya pesa. So anakuambia kabisa kufikia mwezi wa 7 tayari mambo yake atakuwa amesha set fresh kabisa, kwa sababu alikuwa yupo kwenye matibabu na amemaliza matibabu na amerejea Bongo, kwa maana kila mipango atakayoseti lazima ikae kwenye mfumo ule ambao anaotarajia, na connection ya pesa yeye anayo. Kufikia mwezi wa 7 tayari atakuwa ameshaingiza pesa za kutosha sana kuliko vile watu ambao walikuwa wanafikiria kuhusiana na michongo yake ambayo alikuwa anaifanya. So Dudu Baya anakuambia kwamba anatafuta mpenzi mpya. Sasa sijajua nani yuko tayari kwa ajili ya kuingia kwenye penzi na Dudu Baya, Konki Master. Sasa kipi ambacho kitajiri, ni kipi ambacho kitatokea, ni vipi wastara ataweza kujibu kwa hiki ambacho Dudu Baya ameweza kukianzisha? Nikwambia endelea kufuatilia channel yetu kwa kubonyeza neno subscribe chini ya video hii, ili mradi uweze kupata madini na update nyingi zaidi zinazoendelea kuhusiana na masuala ya entertainment pamoja na info ambazo zinaendelea ulimwenguni kote. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu Abdul Khan TV. Tunakwambia we connect to the world.